Mokorino ni asha idu already. Mtu wangu lakini ule Mokorino alisikia fiti. Lakini acha nikwambie kama hiyo video kama pasi anafanyia kitu ina shoot yani ni live. Yeye ufanya nini off camera? Manzi. Off camera huyo jamaa anafanyanga nini? Umso unapata ngapo ashameza Viagra zake anakungojea kukuombea. Kuna ile kabuti ni kubwa hata uwezi wanajua. Hata Julian nadu. Nadu. Unaweza kuambia unaskilisha za. Karibuni sana mtu wangu. Jeff hapo hivyo. Yema. Jo tukaribishe leo kwa show. Wamama wanalia na kushaga mimi. Kila siku. Guest wetu leo. Manze karibu sana. Manze acha introduce. Kwa majina ni Tough Podcast Kenya au sio? Bana. Jo na nimefurahi sana kuko hapa. Kwa hii platform ni Place True jo. Najua venye tunachapiana venye unaji express kweli. Asante sana. Wa subscribe hapo basi subscribe kwa Tough Podcast usikie pia Tough Podcast Kenya, like, share, comment, subscribe jo. Hapo Anzimare karibu tena. Karibu tena. Sana mzee. Wasao wanapenda sauti yako ulikuwa gazile za Jeff Mwangagi. Gatete Njoroge. Pole tu inakuja. Wale Jones hizo lakini kweli sana Anzimare hapa kijana handsome boy namuona afu nashukuru sana kwa siku nyingine show ikuwe safi si ndio venye nafaa umse utesaka anawatesa huko Lango unashiki Lango naishi kuna kwa kana kaslam fulani hapo karibu na Lango ni tuanga namba 8 kuna namba 8 utiende kweli utiende lakini wani wa South Sea Wilson hapo. Ambia watu wa Wilson Joe Unspoken Logic KE siku zote timu yangu yote kutoka South Sea Wilson wapi like share subscribe to Unspoken Logic KE si ndio? Hapo safi sana. Hapo sawa. Vosti mzee Mnyamaru wa mama analia na kushaga. Wallahi siku zote. Kwanza nilishanga sana mtu wangu kama pasi anaweza jengwa yani wewe hata ujaifanya live wewe lakini nani alikuwa ni Mokorino ni asha idu already mtu wangu lakini ule Mokorino alisikia fiti lakini acha nikwambie kama hiyo video kama pasi anafanyia kitu ina shoot yani ni live yeye ufanya nini off camera? Manzi. Off camera huyo jamaa anafanyanga nini? Unapata ngapo ashameza Viagra zake anakungojea kukuombea. Kuna ile kabuti ni kubwa hata uwezi wanajua. Hata Julian nadu. Unaweza kuambia unaskilisha za wewe. But kuulize mtu anaweza kuwa as in absent minded sijui kani absent minded but mtu mzima kufall into something kama hiyo inakuwaga umefikishaje msee kwa kitu state ka hiyo to a point that you make her believe that you're doing the right thing kumshika venye unamshika kumzama unless unatumia in the name of God ule mwenye anatoanga magalde ngodha pasi tena napiga ile anointing lakini huyo muuliza swali gani Anzimare unaonaje nini inaweza fikisha ni hakuna kitu kama cook upset minded hapo unaje unajua ndio maana wanaitangwa wanakondo they know whatever they are doing but in my opinion vile tafa nasema in my opinion mimi na believe 90% wanajua nini wanadu unless huo msana anatumia dawa unless huyu mtu anapeana hii preaching simuite pasi unless mtu anatumia dawa unajua juu women let me say women at large venye tunawajua huo mtu uweze enda tu uanze kumsexual harass tu uanze tu kumshika inappropriately na kuachilia na nyamazi ndio so unless mtu anatumia dawa ndio utamwala wafanye hizo vitu zote lakini mimi naona acha nikwambie mimi hata mimi I don't disagree to an extent because kuna wengine utumia some dark magic tu nini mavipawa nini lakini most of au mapasi wanachezaga na kitu inaitwa psychology sana wanajuaga kama kuna wase wanakuaga na empathy na ni wapole ni wa mother na wa mother they are the only people who like
deal with hope like wanakuwa wameshikilia hope for the love and the love desperation bro ni desperation hakuna hope so sikia mtu akikwambia hivi sahi akwambia ni aje bro utafika mali unaenda leo vipoa unajua hata kama ajakwambia ni Mungu amesema anakwambia tu mali utafika poa unajua unasikia gafiti hata ukienda unaendaga na confidence kama siku hizo naona venye mapasi wamechanuliwa juu ya prosperity preaching kitu nimekuwa nikifuatilia naona unajua ndio uweze kujua lazima uwatch hizi preaching ndio ujue kama mimi niko kwa hiyo sect but mimi huona naona venye wanaenda wakijitransform so siku hizi mapasi wa janja wanaambianga crowd don't send your money usitume this is church we don't take money bro do you know my account au ndio wanapatanga hata do sasa kuliko hata wenye wanaitisha do ndio sasa hiyo psychology hiyo ni kucheza tu na kichwa za watu ukiangalia ndio uende uambie Buddha si ati wapatangu pia au patu wa ajabu lakini ndio uambie Buddha ajinyime food hadi adedi ataka hivi afikiria kwambie mbona usijinyime mbona uendaka kudishi mbona udishi means Juma Kenzi alikuwa na dishi lakini watu wake ndo washakahola sio wameenda hunger strike say I think ni 1 week na kitu wameenda kadala kwa stage nje wakiwa njaa utashangaa huyo YouTube ana dishi anabonya mbaya kati yake kuna siagi wamepaka bele kamera wanabuno na kwanza hata before tuendelee nataka kuambia our viewers kama unajua any conversation tunaongelea about any pastor mwenye kwa church hizi zote tutaongelea leo then ujua uko kwa church uko kwa cult that's a cult following ukifeel offended preacher wako amekuwa touched ama mtu wako ule mwenye unaminigi ameguswa ati ametajwa hiyo dazi yako ametouch ufilo sijui muongelea mtu wangu anze kukatch feelings wewe ni culprit yani wewe uko kwa cult hiyo ni cult unataka kukatch hatuna catch nani Jumi nilikuwa nafikirianga ama Okorino Mokorino akiwa mimi nilikuwa jonga Mokorino alikuwa wamehold their values mbaya until nikaanza kuona ile we modhani unajua ndo sasa ilianza kuwatoa sasa Mokorino akaanza kusema kumbe ngoma zetu ni bad wakaanza kutwak sasa waogopi sasa dule mgai sasa anaponya akishika majegi na huyo ni mama ya mse unataka kuna mama hajafikisha 40 Mokoro hebu mama yako anafanya kitu kayo in day to day life when you ulikuwa unasema that is sexual harassment of course it is but imeshuga kuotiwa ikakuwa tu ni mtu wa Mungu ati this man is anointed by God so he has the right to touch this woman's breast and pussy in camera yani hivi manzi anafanya nini na kuna kitu tunaacha najimwagilia tumaji na ile kitu ya kusplash dawa ya inzi anajichapa nayo hivi alafu anajana mzama ati anaombewa sasa ati man of God amekaa hivi jo manzi unashindwa hapo na huyu buda kama anafanya hivi kwa kamenje na unajua alikuwa anafanya hivi kuonesha followers wake venye anatuanga nini hivi mademons nini sasa haiko inashutiwa tu hivi unless ilikuwa inashutiwa chini ya maji venye alikuwa na buda alikuwa anaambia msee hakuna hata hiyo angle ukiangalia walai Jeff walikuwa jua nini wanadu angalia tu vile hiyo positioning iko hata vile mtu anasonga hadi hiyo tandaro imekuwa chini vile iko tu hiyo positioning walikuwa wanajua wote wanajua nini walikuwa wanadu sasa lakini maana wanaitwa wanakondo unajua kondo moja ikiruka kwa shimo zote zinaingianga yani tulicompare hivyo okay acha niseme si walicompare hivyo Christians waliitwa sheep true sawa and the leader yani asali tutukana na bado anatambia kitu poa sheep kabla utungeitwa wolf and the leopards tuliitwa sheep sawa sheep moja hivi ikiruka kwa mlima zote zinasonga na sasa huyo mwenye anazichunga naitangwa nani shepherd tunawaangalia ndio wameja huku nje wanafanya nini ma congregation ati wanasemanga wameitwa kwanza kuna God so unaenda kwa hiyo church unakaa hivi unaona umse unaanza kumsikiza hivi anaanza kudistort kichwa yako vibaya sana hebu niulize swali nataka kuuliza swali kuna hii church fulani inakuanga like chapel inaitwa nini chapel ni Winners Chapel ama kuna church ya kina Kiuna JCC ni JCC na mavuno ama ni gani Kiuna ni JCC Kiuna ni JCC something watu wa Kiuna walisomea wapi
majuu unataka kuniambia macongregants wote wa hiyo church wote walienda kusomea majuu? Yani mtoiwa hata mtoiwa Pastor Ng'ang'a alienda kusomea majuu, si aligraduate sijui kutoka which country, babake alienda huko. Lakini mapasta wangapi, percent ngapi ya mapasta wa huyo msee wanasomea majuu? Wafuasi wangapi wenye wafuasi wangapi? Hata ni less than 80%. Ndio au tuoni hiyo ni umbwakni kama ile ya Prophet War anawaambia, sijui alikuwa anaenda from somewhere to another place, ile clip fulani yenyewe alikuwa anawaambia you guys, I think Lang'ata Road haina jam. Yeye anachukua chopa, sawa, nyinyi mnang'ang'ana hapo na mamati na mandazi manze kumaanisha yeye ana kichopa, yeye ako best, yako sawa, si ndio? Yeye afike kwanza, unaona manze. So tumebrainwashiwa, yani mbaya religion manze imekaa kwetu, yani African sana at large, yani unajua imetuchukua, yani imetupeka in a very sad state currently yenye inatu affect mpaka wa leo. That's true. But achani ulize, achani kwa wanachukia Hitler. Juzi nani tulikuwa tunaongea naye hapo base, anambia unajua Hitler, anamwambia Hitler alipitia Biblia hivi, akaona hii ni upuzi ndio itakuwa destruction of the world. Hii ndio nasonga nayo hii. Hata ujaochi ile movie ule msee anakuanga blind, Eli, Book of Eli. Yeye usema kwa movie, anasema hii kitabu ndio imeleta destruction, na hii kitabu ako blind ni warrior, lazima ufikishe kwa library. It is the last remaining, yani hakuna ingine, na anasema hii ndio imefanyia world ika hivi venye iko. Angalia tu venye world inakaa leo. Nimeona ati reverend wa Kenya ameoa pastor wa South Africa, mwanaume mwanasare magay walai. Three African countries right now wamekubalisha homosexual marriages. So unaona picha maboys wawili wanapigana mate, na ni mapasta ati reverend, na ati wewe ndio unafaa kuguide flock yako. Nini utaambia watu? Hakuna. Hauwezi show wase kitu unless una manze kitu iko sick. Acheni niulize swali sasa juu. Okay, religion iko hivyo controlling, sawa, but God yuko. God yuko. Kuna spiritual na kuna Christianity. Unajua kuna spiritual na religion. We were far away. We were not Christians, we were spiritual. We were spiritual beings. For sure. So ulikuwa unasemaje? So unasema as in hiyo shift ilikujaje juu the moment walikuja Africa walipata si tuko spiritual already. Exactly. Tunajua God, tulicontroliwa on a higher being. The reason is that's why they got to us so fast, because we are spiritual. Okay. So wakakuja wakatuambia sasa nyinyi wacheni. Huyu wenyu mmoja alimwaga damu, aliwaokoa. Na wenye wanasema wanapiga story ya mtu alidedi 1500 years ago. Yani walikuwa wanatuonesha we are inferior and they are superior. Unaona, wanatuonesha religion yao ni very superior. And now kitu moja ni hiyo, it was used as it was politics to them. Siati walikuwa naileta in good faith. Of course it was. Even waliamua kutake in the Bible, walikuwa wameisoma. Rome ilikuwa imejaa philosophers. So walipitia kitabu wakaona hiyo itapata believers. Na kwanza believers watakuwa mang'ombe. Acha nikushow sasa. Wewe jua Africans sisi ndo tuna follow religion kushinda hata wenye religion walileta wenye wanaipractice, wenye wanasema religion ilitoka kwao. Hata Jesus wao anakuaga mweupe na Jesus na hata ukiangalia wase wote wa Egypt wote walikuwa weupe, na Egypt iko hapa Afrika. Kama kwetu, yani unajiuliza na bado utaambiwa hizi mummies they shot the mapua. Walishoot mapua ndo ikae as a white pan. Mapua za tukiona drawings za pyramid ever. Pharaoh wote kina Tutankhamun. Tunaoneshangwa nini kwa movies? It is white. White. Hata kwa movies tunaoneshangwa Jesus is white. Bro, angalia hiyo landmark from where he was born na Africa. Most of these people walikuanga mapointi. Hawakuanga walami. Si walami, si mlami. Walikuwa na Waarabu, almost Waarabu black wanafuatana huko. Hao wengine walikuwa Vikings, walikuwa wanapatana huko juu, walikuanga wanaishi huko juu.
au watu walichange kitabu to their own personal gain, haikuchangiwa for our gain. Ili bro, hakuna place utapata any black man kwa hiyo kitabu anasifiwa. Hakuna penye tulikuwa tunatesa kwa hiyo kitabu sijui ni King Solomon yeye uongelea Mwafrika. Yeye sema hajaiona ngozi beautiful kama ya Mwafrika. Nani alisema hivyo? King Solomon yes, alisema height. Si alikuwa anaongelea ule kama wanashindanga wakishiba, si ndio? Wanashindanga wakiongelea wao kwa Bible, wanasemanga venye watu walikuwa na fight. Hakuna penye Mwafrika bro hawangetosha. Si ni sembe. We used to stand 8 feet tall. Lakini kama tulikuwa hivyo si ni sembe big. Mbona Benihina ameka kutubeba ufala hivyo? Ni the same thing endelea mpaka wa leo yani. Ndio unasema religion ilikam ndio, lakini mazee mali imetuweka mzee to affected wa leo. Hii tu kitu happen na Benin juzi. The same thing imekuiki hapa vile watu walikuja from the world. Juu walitumia tu religion kufanya nini kutocolonize. Colonization ilikuja daughter of our beloved president. Nani? What's your name? Kwani hakuwa anafaa muulize? Bro. Kwani hakuwa anamjua na wao ndio akikuja alikuwa shapo protocol hata walishakula lunch ama sapa ama whatever hivyo kiendeo sini first lady ndio amemleta. Kama first lady ndio amemleta mkienda airport na uni jina kubwa. Si utaenda na mtoi wako. Mwambie huyu ndo tawangu. Ni daughter anaitwa hivi introduction nini. Sasa alikuwa anatuletea hiyo kipindi ati what is your name? Ati mtoto of the blues. Yani kutoka kwa hiyo mbogi yote yani hao watu wote yani Hollywood fulani hapo. Science atazunguka hiyo kipindi wala so Jeff kipindi kwenda shule. Ai bro. Washa kuuliza. Unaona chike hivyo mapasi. Unataka kuniambia una story yote ya farm ama msewenu wa familia alileta pasta hivi jo? Acha nikushow. Tuko 2024 14 16 years ago. Budangu alikuwa ako msick. Alikuwa na mastori za kidney failure nini. So mi kitu ilifanyanga kwanza ni detach from history ya church. Budangu wamesema I think ilikuwa Pastor Nganga. Alikuwa hiyo time kwanza anamwagilianga watu maji hiyo design tu ya Benihin. Ati unaona watu wamedunda. So hiyo day nakumbuka Budangu wakasema wanaenda service ya jioni. I think ilikuwa saa 10 or something, wamepanda taxi wameenda. Budangu wakarudi kama saa 4 usiku. Amejam. Anasema huko stawa irudi, amejaa maji hivi kwa nguo hivi. Anasema huko walikuwa wanachapwa na maji. Chupa za maji hivi tena ikafika point the same una dedi Budangu aligonga kwa kichwa na huyo mjamaa. Kichwa hivi. Ati ndio adunde. Alidunda mzee na si ati unadunda tena watu wanaona ni Holy Spirit. Aliniambia mimi sitawairudi na si alipass. Hakupona. Si alipass. Na mbona ndo nilikuwa tunasema alia. Mbona hivi Benihin alikam? Si uponya watu. Mbona tunaoneshwa Hollywood? Si tungepewa Kenyatta Hospital na Mbagathi wote waambiwe watoke kwanza sikia Kenyatta wakama wapewe. Si stadium ni kubwa. Wapewe section yao ya wagonjwa hata kama mtu ako hapo na drip. Anangoja tu upasi kama mtu aniponye tu. Amwage maji tufanye sisi wote vitu moja. Mbona wafanyange vitu kama hizo? Juu wanataka kipindi video drama kila siku. Hata umeenda mbali. Tunajuanga Sangok. Unajua Sangok? Ule mjamaa huko na mguu ndogo, ule mwenye son wake alijipiga ridhe. Ule MP fulani, mmoja ni ndogo mwingine ni big. Ndawosi alikuwa mbele kwa line mtu wangu. Sare. Na mguu fulani hivi. Mguu igro. Unajua kuna hiyo shughuli. Hizo ma crutches hizo. Anaona tu watu wana Jesus mtu anaamka. Anataka kuamka hivi. Magoti tuko hapo. Na mimi ushindwa hao wasee wenye walikuwa kwa hiyo kitu. Wanatokea wanamwambia ati Jumsi amepona tu in the air. Mimi ushindwa ndio hiyo church ipangwe. Hiyo time yote utoka wapi? Kipindi ya kupanga script hiyo yote ngoja. Unajua unakuja watu wanaletangwa na mutaratara. Wanaletwa na mutaratara unasikia na huyu alikuwa sijui ni nini kwa Bolingo. Saa hii anasema zimepotea. Anaambia rusha mguu tuone. Taarifa mguu. Anafanya hivi unasikia watu. Acha nikuchekeshe. Kuna kuaga na two ways za kufanya hizo vitu mbili. The first one ya kupanga ndo unaona inaenda hivyo like na mtaratara. Ase uanza kupanga kitu on Tuesday.
nasikia Saturday na Sunday ni ya do ile design sasa wana collect mado kupanga count. Sasa Tuesday ndo sarakasi huanza. So mnaka mingi mnasema mnapigwaga dido tao I swear Johnny Bop waleta dibo ya kuna Down syndrome bwana kitu mzee ndakwenda kuchekesha George elewi mzee anaulizwa swali hadi Benina kamtoka kona huyo atanaweza niuza hapa hii ganjeza kosa kuingia ganje jo itaingia acha niende sasa jamaa alikuwa dikaa jirani anakaiwa anasema huyu mtoto wangu sijui brother yangu kijana yako hivi ubeniana akaona huyu msi ataroroa wacha nimuondoke one photo akasema leta mgonjwa mwingine songesha hapa sijui una ma spirits bro. Sasa ndo kwa show Tuesday unaendaga hapo unaandika mashida zako unaambiwa uandike shida zako na jina yako unaandika ukishaandika hiyo ni ya pili hiyo ndawaambia. So ya kwanza inakuwa unakama unapigwa do unaingia ndani unasema ni nini uko comfortable kujidai unaweza jidai unaumwa na wapi na ukaeni kama unaweza ikiwegenye kabisa yenyewe ama uko na mgonjwa mgani mwenye ako karibu kupona mwenye tukitake 1 week hivi atasikia poa. So kuna kwa na watu wawili so mnakam unasema mimi nilikuwa na hii hata nikupona inapona but unapaka mafuta alafu ina shine inakaa new so inaenda unapaka powder inarudi nataka mtu amepona ako karibu ama amepona. Sasa hiyo ni one ya pili unaambiwa like hawa sio analetwa ndani ya church alafu pasi anawaambia John aje ndawapea do umse anahitaji pesa ngapi kwenda kutibiwa nasema pesa fulani unaambia tutakujenga kani taumbao unaambia tutakujenga tao 10 tao 5 tao 1 unajua wengi wanakoga tao so kisha po hiyo do like kwanza unaingia unaombewa alafu na pesa unaambiwa do shika do ndo useme unasikia uko poa unaendelea vizuri hata umepona. Alafu analetaka zile internal diseases zenye huwezi prove kama ni so unaambia umepona ukimwi so kama umepona ukimwi na ulikuwa nayo yenyewe umepona kweli bado sasa vitu kama hizo kwa hiyo ni control tu ni control like control of the mind wanakuwa wamejipanga mapema sana watu wameiva ni kama as in kama magicians una vile magic kufanywa magic ni tricks itafanya uone kile mimi nataka tuna mind yako illusion ndio hiyo illusion desillusion yes but I'll make you believe by the way I'm talking and by the way I'm acting and you see it and you see it I'll make you believe it's it same thing ina happen like these people wamekuja kuifanya yani lazima tunawafuata in accordance to whatever as in vile wanaisema is like iko programmed like it's systematic like 2 or 3 times ifanyike. Pastor anakuja hapo anasema you know last week I was in China and I was with my wife then we went to a hotel we paid like $30,000 that is $3 million actually and I was with so my son yes anaongea unashindwa mse anatuambia idea sisi ndo makondo anatuambia to do sisi ndo makondo sasa bro unacheki just the other day I was just passing through New York and unashinda sasa umse like hiyo ndo tumekuja kusikia kwa yote then mwisho atakwambia do you know we want the church to have like 2 fleets of buses from very people nini kwa hapo unalipangwa 20k lakini ushatoa 10k ushatoa hiyo 10k bana unashindwa hii ni modern day slavery bro ni huge. Na kwanza hiyo slavery ni mental mtu unakuwa enslaved to certain things hadi unashindwa na it's me I think to me inakuanga ni kama addiction ni kama gambling brother of course it is like gambling unaona juu uko na ile una gamble na God unajiambia ukitoa do utabarikiwa unaona so hata siku yenye utapata tu job hivyo tu labda uko unafanya job na kusema tu kweli ni watu wangapi tunaona wenye hawako kwa church wanafanya majob poa tuangalie na the richest leading community here in Kenya ni Wakalasinga hao ndio wameandika wase wengi inda Kanairo Wakalasinga ndio wana run this town unaona na hao si watu wa Bungu hao wanaabudu ng'ombe wanafanya vitu zao but hao ndio wamechora wase Christians wengi wenye wana live in poverty
wenye hiyo pesa wanalipwa na non Christians wanaenda unapelekea mapasi hiyo ni kali juu hakuna venye wewe ni Mkristo kama mimi umeniombea nafaa nikuwe niweze kulipa school fees lakini mimi siwezi afford school fees kwa shule yako na uwezi kubali nikuje nisome sare hata kama mimi hukulipaga kila Sunday hiyo sasa ni modern slavery yenye umse anasema kweli. Lakini pia tena Africans tuache kuwa lazy. Okay, thank you. Tuache kuwa too lazy. Thank you. We are very lazy in doing research we are very lazy. Tulianguka kwa hiyo trap ya Christianity haraka. If it will fall African culture ilikuwa na process. Okay, Ndio hata praise God bro, si ati unaenda tu utamka si tulikuwa tunaogopa Mungu. we were Sorry to say spiritual. Christians haogopangi Mungu. Unasema kila saa guy hizo ni words za ku like tuko tunaambiwa ni words tuseme kila saa. You know what is spelling? Spelling is words spelling. Yes, Bro, kila saa unashinda ukifanya vitu zingine si appropriate. Si tulikuwa tunaogopa Mungu bro, hata mugumo tulikuwa tunaikaribia. Yani tulikuwa tumepatianga God heshima fulani yenye inafaa kupewa. So, Christians haogopangi God. Ati wewe unakimbilia God kila saa kama mtoto. God hakuanga hivyo. Yani ni msetu ulikuwa unangoja 4 months crop yako harvest yako ikitoka unatoa the best of your harvest. Unaenda unaiban. Kwa flock yako unatoa mbuzi ile menona. Unaenda unaichoma. Leo story unasahau unajua God ni shakushi. Na unajua kitu hata kwa Bible imeandikwa. On that note, well, I thank you Jeff for umenikumbusha kitu safi sana. On that point. Ni lazima tuende church Sunday weekly, not Sunday weekly. Let me put it weekly. Acha niseme si lazima tuende church kila kanyaga, si lazima. Unaona? Juko ndo sasa usherati sasa iko. Huko ndo unapata mtu anaingia na unapata kila mtu mwenye yote. Unajua watu wana believe. Ndio unaonanga venye umesema we are lazy. Tuliona the process of us following. Unajua Mlami alikama kutuonesha ndio njia yao na sisi tuko pale kwa msitu tunaendelea na njia zetu. So wewe unakaa unaona ila Mlami nakaa kuwa safi tu peke yake. Walai. Unaona ni Sunday tu ati inakaa poa everything yenye nataka then Sunday ati tunaambiwa ati God forgives 70 times 70 times nini percent. Sisi hatukuwa tuna kill, we never killed bro for the glory of God. Hakuna any African story utasikia ati sijui mekate lili alikatawashwa na Mungu ati uende huko kwa wakalenjini waue ati juu hawa worship God. Story kama hizo unapatanga folk tales kwa Bible. Ati God ameambia King Solomon toka hapa enda Nax enda umanyurie kila mtu, watoto wa mama na wa baba. That is a day to day massacre. Of course, for sure. Acha nikuulize hao na Al-Shabaab wenye wanapiganga Allahu Akbar, tofauti kwa wapi? Hakuna tofauti. Na sasa nikwambie mimi ni Muislamu sawa. Wewe jua kwa Kiarabu Allahu Akbar inamaanisha God is great. I believe so to them wanaona ukikill msemo mwenye habelieve in Allah unapewa unafaa umade as in kama design kwa Mungu weishia na ni design. Mimi najua unasikiga watu semaga ukifika heaven utapata 79 virgins. Na the fact that mtu ako control your mind ufikirie hivyo to get a virgin in heaven unani get yaani unaenda kusumbua tunasemaje. Sasa si unaona virgin ni kitu tamu, kitu sexy, unaona kitu. Lakini ujui kani mjaka kichwa ngumu. Asiwako heaven. Hapo na wewe unafika wewe ndio mboga. Basi ndio unafunguliwa mzee, unapata kama buda 79 ndio anakungojea. So unaona that's why in Islam inamaanisha peace. Itself is peace. Okay. Hawezi madam say, hawezi hata your enemy. The prophet hakukuwa na what his enemies. Ilikuwa ina take time. Semaje pia tough. So in other words ni ku combine tu kusema yani
venye tunasema hizi stories ziko contradicting, unajua venye watu walikuwa na madwas in huge numbers, hakuna difference ya how huyo mtu alikuwa anafanya hiyo kitu kwa hizi stories si upewa na umse mwenye saya anakuja na gana ama na boma na kivesta na kuja na jilipuka. These two people walikuwa tu na to the same kiakili, angalia hao wenye tunaonanga mwenye amefanya like 4 tours 4 anarudingi akiwa na PTSD mbaya. Unauliza umse amewawase wangapi, anakwambia I have like 70 kills. Na umse I can't live with himself. So Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Samson, ati aliwa watu 2,000 na bone. Huyo kichwa yake iko sawa. Utakuambia mtu alikuwa mama mnafuatana tu na yeye mtaani, na mnamwangalia tu mnaangalia na mtu wa 2,000. Tunapewa Samson. Lakini acha sasa nikwambie anazoza. Acha nikwambie sasa inaweza kwa control wake, kwa sababu Samson pia Samson was the strongest. So they say and inasemekana, mi kuna kitabu nilikuwa nasoma, inasemekana Delilah alikuwa anamtry so many times. Haiko happen once. Alikuwa ametumwa na tribe yao siwezi kumbuka poa, una get. So ndio hiyo like yeye alikuwa ametumwa kutaka kujua umsanii nguvu yake, mbona na protect watu wake hivyo. So ilikuwa ni more of kumkatia yeye alikuwa pale kumkatia. Lakini sasa hapa sasa unajua point ni gani? Tunaongelea those deaths that are glorified in that book. Unaona the same way siku hizi unaingia una Al Jazeera unaona venye ati watu wanaingia Waislamu, si Waislamu, just people wanajishuga quotas Muslims killing innocent people, sema kazi ya Mungu. Unaona, so difference yao kina King Solomon nao walikuwa wanatumwa. Na acha nikuulize, where was the easiest place for them to run hiyo time ya killings? Just angalia tu world map venye iko. Wangeenda juu ama wangeenda chini? Wangeenda chini. Thank you. Hawangeenda huko kwa ma Vikings, huko wangekuwa mboga. Huko walikuwa na make sacrifices na human beings. Yes, ndio maana aliteremka chini Africa. Wakakuja Egypt. Egypt ilikuwa desert. Ilikuwa store ya Kiroma. Ilikuwa granary. The highest rank Joseph alipatanga kwa Bible ni chief wa Kiroma. Making walikuwa wanaishi wapi? Sudan. Makings abided in the Sudan, walikuwa wanaishi Sudan. So Egypt pekee ilikuwa refugees. Acha niku correct kidogo. Asiku correct but umenikumbusha kitu the world haijui ama kitu haitangazagwi huko nje ni Sudan have more pyramids and taller pyramids than Egypt. Yes. So kusema kings walikuwa Sudan, it might be true. It is true. It is very true. Sisi king uzikwe lazima ulikuwa uzikwa kwa pyramid. Sio ndio tumbi hao family yao na group zao. Sisi hatunge mix, our genetics was so strong. Tulikuwa tunaangalia mlami, unaona venye mlami anatongelea anaitwa nigga, anaangalia tulikuwa tunaangalia the same way. Hatunge kubali ku mix weak genes na zetu. Sisi ndio sons of Ra, sons of the sun. Sisi ndio sun. Hata ukiangalia to stay in the sun for 8 hours mlami hawezi. Tabani wanatuogopa. Ndio hata mtu anakwambia na sisi kwa vita. So sisi tukaambia wakai wapi? Wakai huko. Si hatujawafukuza. Kaeni huko mfanye kazi. If you don't work, you don't eat. Period. So na walami ni very lazy. So sisi ndio tulikuwa tunawapanga. Hao wanaona ni mateso. Wakasema sawa ni slaves. Wanasema sisi ni slavery. Na nyinyi ndio mumehepa juu mnauana in the name of God. Na alafu na the same time wanakuja kushindana na sisi ati juu ya God. Moses venye alihepa venye aliua ule msee. Alienda juu ama alienda chini? Saliteremka Egypt. Aliteremka Sudan. Ilikuwa wapi alijificha? Alienda Sudan, alimarry an African woman. Ilikuwa nini? Alikuwa Egypt. Egypt ni hapo juu. So vile alimada ule fulani aliteremka huku chini. Kaka 40 years. Niambie a man staying somewhere for 40 years umeembrace culture, umeembrace umejua kila kitu. Na ndio maana alienda kufree watu wao, alipata hiyo roho ya African heart. Akasema wase wacha nendeni warudishe penye wametoka. Juu ni kama wanateseka sana, ni walezi. Wacha ni warudisha wezi mboka wezani na hii sola. Afrika walipeleka huko juu.
nini hiyo Waafrika walipeleka huko juu ama Moses alikuwa na Moses after uane ile time aliuana si alihepa akakuja akawa ni Recho anabamba venye anajua Bible vizuri tuikritik venye inafaa ni ukweli married an African woman unajua Bible hata kwa movie tunaonyeshanga Moses married a white woman bro alikuwa msudi information jo hata ukiangalia books mapua ya huyo madam ilikuwa tofauti nono ya mjaka hivi kama ya wasudi ndio mapua big anakatu Mwafrika ni Mwafrika lakini wanafanya hivyo bro it is very racial ndio nanga that book ili favor a certain kind of race na nanga white people feel very superior hata tuletea religion hivi wanatuonesha sisi hatuyuko unaona hata slavery unasema ingilianza the same place ndio tu unapata tu vile tu tumekuwa tu tukisema bado hiyo story ya religion kukuja tu Afrika na kutufanyani tukaitu madoanzi si ucheke jamaa na dominize unajua kwa sababu jamaa cheke unajua usee na kumbuka alisema au juri useme kama ujui generation yako ya pili na unajua kina Solomon usienye kweli tumeani kolonaiziwa tumekorogwa kichwa anajifanya sijui ameshika injili siku moja kaa chini muulize tell me about your great grandfather and your father about your lineage hajui atakwambia juu ya Abraham mtu hata hajaiona but huwezi ongelea damu yako hivyo ndio tumefundishwa tulianza kufundishwa CRE sijui nini Jesus is the son of God tukienda kuna point tafu unasema aje kidogo tafu kuna place uli explain story na inakani system nilikuwa nasema like kuna spirituality na religion so spirituality is your connection with God religion ni kama rules ni kama katiba kitu yenye kitabu inatumika ku govern mtu unanipata so most of us are religious than spiritual mtu anafuata hiyo systematic order but anasahau connection yake yeye na God unapata design mimi nikikuona haufuati kitabu na kukondem but najisahau sita question your connection with God na kukondem kwa sababu fuate kitabu exactly sinners judging sinners tu pia tumesema yani pia church ndio iko tuna usharati mingi ndio iko tuna na watenda dhambi wengi kuliko watu wengine alafu tena wanajiambia ati mtenda dhambi ndio tena faka kwa church kwa sababu ati anaponywa but ukiangalia ase wajakuja kuponywa wamekuja kusolve usharati yao like number 1 umadam amekuja kutafuta bwana amekuja kutafuta bwana huku si ndio huyu madam amekuja kwa church amekuja kutafuta bwana huku shapa huyu bwana hapatwi ati kwa sababu ni wa church anapatwa juu madam ashafanya shughuli yake ashachoka sasa kuna msee mwingine anakuja hapo so msee hajakuja na motive ya kupata a good man a godly man because church inasemekana ndio kuna wazuri anajua yeye amekuja kutafuta mwanaume mwenye hata si mwenye atampenda si ni duster anajua yeye ni duster na pia kugauge anajua yeye ni duster hakuna mtu anamdai na pia kugauge ana gauge like awase anakuja kugauge umse ni mdosi aje amekamna gari amekamna ametoa pesa ngapi amevaaje na nukaje like and then wapili wamekamuko kushow off their new look church tumezibadilisha ziko hivyo mimi nilistuka kusikia tuko walk alafu pia wameziglorify pia sai wameziglorify then wanaziadvertise they all over hizi mapasta ndo wanataka kuabudiwa yani hadi mnaingia church mnasahau agenda mnamwita papa ati lakini umesema dad and mom at my spiritual dad and singanga upiga watu mateke na mabari so unashinda kwa hiyo hierarchy kuna God kuna Jesus kuna Holy Spirit alafu kuna mom kuna dadzi sijui kuna deacon mimi nilistuka nikiambiwa okay mimi ni Muislamu but nilikuwa na mabeste una get sawa na ni show ile tu tuko junior nini wanaomba twende church but anani show
tunaenda church ile place ni ya VIP, Ufai kwenda ile hapo. parking ni VIP. Nikamwambia kwa church kuna VIP. Hierarchies, mzee. Hivyo ndo wamezifanya kama sasa, pasta unaona? kona bouncer unashindwa who is threatening this man of God. Surely, mtu Nani amekuja anakuthreat? kutuabudu. Unatembea na bouncer unaenda naye wapi? Unatembea na Onyango na Omondi hapo. Unatembea na Onyango na Omondi hapo anatutishia na wewe ni mtu wa Mungu. Kwani sisi watu wenye unahubiria kwani tutakumada? Sadaka inapigwa mamilioni zinapigwa na gari za G4S. Niliona waliona Sunday peke Kama yake. ule madha anaitwaje ule mrembo ule pasta ule Brown Natasha. bro mimi nimemwona day fulani tunamanga I think ilikuwa Alingam ilikuwa Pizzaino something usiku 11 juu wametoka wapi manze mabuda machaliwa handsome wameunga wamemzunguka mabouncer mzee Ka ufasha na Onyango. Sinema ya ujinga. flying fuck about anything. Unatembea na mabouncer wote wanakusaidia na nini? So ni mtu wa Mungu na protectiwa na the divine, inaitwa the divineness. Sijui nini hizo. Uliona huyu jamaa Benny Hill venye alikam. Umse alikam ungeona entourage mzee. Kwanza ilikuwa yani crazy. Yani entourage umse alipewa malimo manini. Atoka hapo alipewa state security 14 million. Yeah. Sasa akakuja sasa akakam nampangia line side na side awasalimie. Wase wana scramble kusalimia hiyo mkono. Right. Amefika huko ndani amebonga nonsense. Mimi nitasema hivyo. Amesema vitu amejibarish ameita msee amefanya theatric hapo. Ameshamaliza hivi sasa anawaambia sasa mimi nimepreach poa kuwashinda nafaa nilipwe. Unaona? Mniga pewe do na flight na kurudi na like hiyo ndo yote imefanyika hiyo yote hakuja bure. Hakuja bure. Sio alisema ametumia 14 million. Hiyo 14 million. Si mission alitolewa shughuli yake. Ati alikastitoa kama achini ile kitu fulani kwa Afrika wa Kenya au acha nikawaombe hii ni mission alikanjwa. Mali alidos ni do wa Kenya wamelipa pesa mingi. Sawa. Mali alidos wa Kenya wametoa hiyo ganji. Hiyo kitu yote security yote tulia manze jo president alikuwa pale yani unapata hiyo picha sijui kama mnaona hiyo picha unaona hiyo picha jo majamaa yani ni sad hiki tu tunaweza bongea like the whole day unaona ni kama Popa kikam hangetumia church za Catholic zenye ziko around lazima angejengewa yake lazima angejengewa kanisa kake zenye sasa ta step in for the first time siku hizi tunaipitanga hapo yowe nimezeeka ni kuanguka inaanguka ngapi ilitumika ngapi staff kutengeneza unajua ni structure hapo yoen hapo hiyo university hivi imekwama after hiyo years ilitumika mara moja na ikaisha sasa ndo tujue sisi tunafaa tuache ujinga kwanza sana wa mother huko wa mother huko Ocha na masista nini na wazai wetu hata unaweza ambia nini as a parting shot mimi waache ubombo waangalie waache ubombo hizo makanisa mnakimbia huko mkidhani ni nonsense huyo mother sasa kitu tu amefanya ni kujiibisha amebisha watoto wake kama ako nao yani unaona na yeye mwenyewe ati alikuwa anaenda kutolewa spirit ya kutoa kupenda wanaume so yeye mwenyewe hata amejianika hapo na akashikwa waache ubombo hiyo ni ubombo the same thing ikifanyika behind the scenes inasemekana ni sexual harassment mnaialawa watu wanaifanya inakani kama spiritual mmeipraise mmeipamba mafuta mmeipaka parting shot yangu naweza sema free your mind. Unajua free your mind, don't be controlled. Unajua usipangwe, and also for you to not be controlled, read, study, find knowledge. Find knowledge is power and the right knowledge. Unajua pia unaweza kuwa unasoma but unasoma the wrong things. So find knowledge. Nice. Tumalizie bro. Mimi pande yangu ni let's stop being lazy. Venye kama mmekuwa mkisikiza Jeff Walai amekuwa akiongelea venye the African person is very smart, the African man is hatuko tufuatwa andike notes hatuko tufuatwa andike notes tukumbuke vitu tulikuwa
notes iletwa na wazungu. Dedan Kimathi Wanasahau. tusiende mbali. Dedan Kimathi alisumbua wazungu kiasi gani Mwanaume mpaka wa mmoja. leo ni kwa gani issue? Mwanaume mmoja hadi Queen alikuwa anaandikiwa barua hivi. Dedan Kimathi haiko but lineage ya Uhuru iko. Isikia, unaona? Sorry. Let's stop being lazy. Tutumie mind zetu tukue creative hapa nje. Like the African man, we can achieve a lot. Yani tunaweza fanya tu vitu mingi. Hii religion ilikam imetu confuse. Now we are confused people, tuna wobble all over. Tukue tu smart, let's stop being lazy. Mimi nitasema hivi. African man alikuwa mse mwingine smart sana. Tuende like tutafute our culture. Let's get our culture back because the culture foreign imetu disorient, imetu tumaliza distort, like we are just done, unaona? So unapata kama tukirudi back to our roots, we will know what our values are. If you understand your past, you'll understand your future better. Yes. True. Hapo sawa. Na point kidogo tu kuongezea hapo, inakuaga okay, us as Africans, ngoma ya Chronix into Black is Beautiful. Anasema sisi as Africans, okay, our history was erased. So you as an African man, as a black man, what you have to do is to awaken the spirit. Unajua? Awaken, connect yourself with your God, unajua, with your creator. Awaken to your roots pale umetoka. That's why hiyo ndio sasa itakusaidia. Nice. Hapo sawa mtu wangu. Steve Vosti hapa, mzee mnyama wa mama analia na kushaga. Ifanye tunaweza bonga sana. Tutapatana next show tena. Asanteni sana guys. Anzimare hapa, kijana handsome boy, kijana chips mayai. Unspoken Logic KE, like, share, subscribe and comment. Very nice. Usikue mwizi wa content. Hizo story mzilete. Tuambieni. Mimi naweza sema umekatika bado ongea. Hata kama tumetaja tu wako ongea hapo chini. Mimi naweza sema Tough Podcast Kenya. Kindly like, share, comment, subscribe. Kabisa. Na there's nothing great kama Unspoken Logic manze. Tunashukuru. Unspoken Logic. Safi sana. Yeah man. Peace.